wanafunzi wake kwa mifano. Akawaambia mfano, kazi alipanda mbegu njema, zingine zikaanguka katika miiba, zingine zikaanguka kwenye miamba, zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, zingine zikaanguka njiani, zingine. Anapokuja kuitafsiri, anakuja kuwaelekeza zilizoanguka wapi ni nini. Kuna namna fulani ulikuwa mtu wa kusikia maneno na unafika nyumbani unapata muda wa kuyatafakari, unapata muda wa kuchukulia hatua lile neno lililolipata. Lakini leo hii ile kitu utashi wangu umefika mwisho, kila mtu tunaishi katika nyakati za mwisho. Ufanye jambo kila mtu aangalie ni wapi alipolala, ni wapi ambapo anapaswa kuamka, ni wapi ambapo anatakiwa kumke kwamba hapa niko katika usingizi mzito na kusubiri Bwana. Sababu uliitwa wewe, niliitwa na kusubiri. Isikudanganye hii kusanyika hapa na kusubiri Bwana. Maisha ya mtu ni ya mtu, sio watu. Mahusiano ya mtu na Mungu ni mtu na Mungu, sio watu. Kwa habari ya Sauli, alikuwa mtenda dhambi, alikuwa na mambo makubwa ambayo alifanya. Lakini Mungu alipokuwa kumwita, alimwita Sauli sio na wale mafarisayo wenzake waliokuwa wakitenda kazi. Mungu alishughulika na Sauli kwa sababu alikuwa na kitu ameweka ndani ya Sauli. Mungu anashughulika na wewe kwa sababu ana kitu ameweka, na ndio maana amekuokoa wewe na sio ukoo wako. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa una kitu cha kufanya mbele za Mungu wewe binafsi kabla watu wengine. Unapaswa kujitafakari wewe mwenyewe, ni wapi nilipolala na sio watu wengine. Umesema nikuite na mimi ulikuwa na huduma ya kufuatilia watu waliorudi nyuma imani. Sasa unaona watu wengi wamekuwa jeuri, watu wengi wamekuwa, lakini hiyo ni huduma Mungu aliweka ndani. Tafakari inaendelea. Usiache wafurahi kwa Yesu. Usingizi usichukulie ushindi kati ya hii vita. Watu wa Mungu waibuke mshindi wa kunishindia. Biblia inasema mtakaposikia vita, vita magonjwa mbalimbali, mambo yanayosha mengi na mengi mtasimama mwenyewe. Tafakari. Yesu akasema nitapanda imani duniani. Tukilala adui akipanda magumu, Yesu ataikuta imani. Bwana Yesu tusaidie. Kitabu cha Waefeso